kuanzia mstari wa kwanza nitasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Hebu ngoja kidogo. Soma mstari wa kwanza tuendelee. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kuna Petro na Yohana ambao walikuwa wanaenda hekaluni kuomba, na Biblia inasema inasisitiza kwamba ilikuwa saa 9. Time of prayer. Kwa hiyo unaomba saa ngapi usiku? Hebu tuanzie hapo. Tuone mtu mmoja unaomba saa ngapi usiku? Saa 2. Saa 2 wachawi wa kwanza wameamka. Saa ngapi? Saa 9. Unafaa kuomba saa ile wachawi wanarukaruka huku wanatembea. Nikwambia kule Kigoma kuna watu walikuwa wameweka mkutano mkubwa sasa, mchungaji akupanda wanapiga sifa, wanapiga ibada. Mchawi mmoja akaanguka chini hapo. Wanasema Watanzania akadondoka, akaanguka chini. Akasema mchungaji siku anakuja hapa. I was not passing here. Ni vile mmeimba, njia yangu ikafungwa na nguvu zangu zikaisha, ndio maana nikaanguka. Akaambiwa hujaanguka, umekuja kukumbea huko. Haleluya. Yesu asifiwe. Sasa ili kuomba fisi ziaje kula kondoo za mchungaji hapa kanisani. Na fisi zingine zinavaa viatu kama watu. Yesu asifiwe. Biblia inasema hao watu walikuwa wanaenda kuomba saa 9. Hiyo Biblia inasema hawakukosea, walienda exactly at 3 to pray. Unajua kuna wakati ambapo tunapozoea kwenda kuomba na kutafuta Mungu, kuna miujiza ingine inafanyika. Yaani vitu vingine vinafanyika wenyewe. Yaani misaada ingine inakuja yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna siku moja nilikuwa nimetoka Lanjawa, niko pale kanisani. Nimetoka nimeomba. Kule kwetu huwa tunaomba saa 7. Sipokuwa sasa tumepandisha hali siendi tena huko. Na kanisa moja nilikuwa naomba kila siku saa 7 Lanjawa. Sasa kuna kipindi nilikuwa na shida sana, sikuwa na kazi, sikuwa na pesa, hali yangu haikuwa nzuri yenye mapato. Sasa siku moja nimetoka kwenye ibada saa 7, nimekuja hapo nimekaa. Wakaja watu ambao sikuwa nawajua. Wakaja wakaniuliza ni nani yuko hapa? Nikawaambia ni mimi niko hapa. Wakaniambia wanataka siku moja waje niwatengenezee milango na dirisha. Wanahela lakini hawajui measurement. Lakini wanataka kusiacha zile pesa hapo, waniachie mimi, watakuja siku moja. Na wamenipa pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ungempa angalau Yesu makofi mazuri. They gave me more than 50,000, close to 100,000. Na siwajui hata leo hawajairudi, na hata wakikuja siwezi wajua, maana ni zamani. Haleluya. Walikuja baada nilipotoka kwenye maombi, biashara yangu ilikuwa chini. Na tangu hapo nikapata stoki, nikaanza kutengeneza vitu, nikaanza kufanya kazi, na kazi yangu ikaendelea mpaka hata leo hii. Nimekuwa angalau Bwana makofi. Hivi kwa nimekaa tu kazi, sina kazi, nimekaa hapo na sina kitu, watu wakaja. Na siwajui hata tuliwaambia, siwajui, I don't know those people. Wakaniambia tuko na pesa na tunataka tuache. Siku moja tutakuja tupime vitu. Ushaona kitu kama hicho? Mimi huwa nawaza nafikiri ni kama wale watu ni malaika. Malaika hata leo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ungempa Yesu angalau makofi mazuri. Yaani kile kipindi cha kuomba, ukitenga wakati wa kuomba, ukitenga wakati wa kumtafuta Mungu, ukiwa na wakati wa Mungu, naye Mungu anakufungulia njia, anakufungulia milango. Unakuwa mtu ambaye amebarikiwa. Unakuwa na mtu ambaye anatendewa muujiza na milango mingine inajifungua yenyewe. The Bible says when Petro came close to the gates, jana alipokuja, Petro alipokuja karibu na ile lango, likafunguka lenyewe. Na maandiko yanasema wakati huo kanisa lilikuwa linaomba. Petro akawaza, akaona ni kama yuko kwenye ndoto. Alipoikaribia ile mlango, maandiko yanasema ikafunguka yenyewe. Alipoguswa na malaika, Biblia inasema minyororo iliyokuwa kwenye mikono na
lakini kwenye miguu ikafunguka yenyewe. Yaani vitu zingine zinaondoka zenyewe tukiwa kwenye ile hali ya utaratibu wa kuomba. Ungekuwa na Yesu makofi basi. Haleluya. Kuomba kuna nguvu. Mambo zingine hapa hautaomba, hautataja, zitajifanya zenyewe. Haleluya. Zitafunguka zenyewe. Praise the Lord. Amen. Mambo mengine tukiingia kwenye ile hali ya kuomba yakafanyika yenyewe, na vitu vingine tukiongea kwenye maneno yaani maneno ya kinywa chetu, mambo mengine Mungu atayatenda tu yenyewe. Yaani shida zingine hata wakati mwingine hatutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine hatutaomba. Kuna kipindi nilishuhudiaga. Kuna wakati mmoja nilikuwa na gari moja pickup 1200 Datsun. Sasa tukapata magari zote zimekamatwa na polisi, zimewekwa mahali. Hebu tusaidia wale watoto waache kusumbua kule na mfunge mlango. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipokuwa tumetoka tukapata polisi wamekamata magari zote, kulikuwa na crackdown. Na wale watu ambao wanaendesha magari, wale watu mko na magari mnaelewa crackdown ya polisi ya traffic. Wanashika gari zote. Kila gari zikuja, mamata inawekwa hapo. Kila gari zikuja, mamata inawekwa. Hasa gari yangu haikuwa na insurance. Hapo ni mangaika. Gari kakana insurance tayari zimeisha. Nikajua hapa kisha mimi. Lakini nikasikia amani. I had a worship in my heart. Wakati mwingine unaposikia yaani moyo imba tu wimbo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zile nyimbo ambazo mnasikia ndani ya moyo zikiimba hizo. Ndio niliambia wapendwa, mkome kusikiliza manyimbo hazina adabu na hazina maana. Sana zile tunaendaga kucheza huko kwenye muziki. Zingine they adulterate your spirit inside. Unapata kwamba roho akupatii ufunuo wa nyimbo mpya. Imba bikijenza wagenge. Alafu roho wa Mungu nafikiri atafanya. Sasa wakati nilipoona polisi wameshika magari, nikasikia kaumu kanaimba ndani. Nina furaha moyoni mwangu. Nina furaha moyoni mwangu. Hivi nikashindwa furaha ikoje na polisi wamekamata sisi. Kisirani gani? Sasa askari wa traffic akakuja. Kuja wewe. Unajua sasa mimi nisimama kwa mwingine wa kupigilia. Kuja wewe. Sasa weka hizi magari hapa ndani. Washike wako magari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nilipomaliza kuweka ndani akaniambia kimbia. Nikachukua gari yangu nikafanya nini? Maana wimbo uliimba ndani yangu, nina furaha. Kwa wewe mchunge zile nyimbo ambazo unafanya nini? Nyimbo zingine hata sana maana. Polisi akaniambia kuja wewe. Wewe hata toka hapo unaweza nini? Chukua gari yako kwenda kabisa. Na magari zote zimekuja yangu haina insurance, haina miguu, haina rangi, haina nini. Hata mimi sina pesa. Hata ni kama nilikuwa nimebaki na 50. Hallelujah. Amen. Bible says at 3 noon, wakati Petro alipokuwa anaingia pale, akaja mtu mmoja ambaye alikuwa na uzoefu wa kupewa. Sema hiyo roho ya kuomba ishindwe kwa jina la Yesu. Watu wakambeba. Biblia inasema akabeba na nafikiri alikuwa analipa hao watu walikuwa wanambeba. Maana watu hawezi kubeba bure, si ndio? Ambao wale tunakubeba tunaweka hapa unarokota pesa kwa hivyo utatilipa kwa kubeba. Yule mtu Biblia inasema alipoona Petro na Yohana akawaza kweli akapokea. Biblia inasema akawa na wazo kwamba na unajua kuna malango mengine ufai kupitia. Ndio maana nakwambia learn to dress properly. Yaani ujifundishe kuvaa vizuri. Ambia mwenzako ujifundishe kuvaa vizuri. Unajua kuna malango mengine huwezi ingia kama unavaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda kwa seneta, nilikwambia hapa, nilitoa ushuhuda
Nikaenda kwa Senate, nikasimama kwenye mlango kwa suti ya white. Ndege akasimama hapo, nikasimama, nikakufulia nguo yangu ikachafuka, mimi mwenyewe nikaondolewa hapo kwenye mkutano. Wewe unapeleka mapi ya ndege watu wakubwa mimi. Bwana sasa. Haleluya. Huyu mtu alikuwa amesimama malangoni pa matajiri. Lakini alikuwa na kasoro moja. Alikuwa amezoea kuomba. Ndio maana nikamwambia kuomba ni roho mbaya. Kama ishinde kwa jina la Yesu. Na unajua kuna watu wengine hawana adabu, wanaomba hata mtu anakopa mtura sokoni na ana pesa. Unakopa supu ya watu na uko na pesa, si unipe supu. Una pesa kwa wallet alafu numbamenye chai, unakopesha chai mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo roho ni mbaya. Sema ishinde kwa jina la Yesu. Na unajua hii mapepo zinafuatanga sana wale watu wapende kutoa. Kwa Biblia inasema yule mtu alikuwa na uzoefu wa kupelekwa malangoni kama tajiri. Kwa yale malango yalikuwa yanapita watu matajiri. Na sijui kama Petro na Yohana walikuwa siku hiyo wamevaa vizuri. Maana kuna kipindi mitume wa Yesu waliambiwa hawajui kuvaa, hawajasoma. Waliingia haya mambo wakawaambia ni Yesu uliyekuwa Mnazareti. Mambo ni mawili. Uwe na upako ama uvae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana pia hata usipokuwa. Najua Biblia inasema Yesu akapeana mfano. Akasema kuna mtu mmoja alipatikana kwenye karamu bila mavazi ya karamu. Akauliza wewe hebu simama. Haleluya. Hebu mama Sami simama. Usiende kusema apoza alisema hawaii vizuri. Sasa akasimama kama vile mama Sami amesimama. Ni Yesu anapeana mfano wa mtu mmoja kwenye karamu ambayo ilikuwa ya harusi karamu. Akauliza ulipita hadi hapa na una mavazi ya karamu hii? Wiki na kuikana babu ngana. Yaani akaulizwa, unavaa vibaya, unafanya nini hapo? Karibu wote. Yesu akaendelea kusema kwenye maandiko, huyo mtu akashikwa. Na Biblia inasema mwenye karamu akasema na afungwe. Akashikwa na akafanya nini? Akafungwa mikono na nini na miguu. Alafu atupwe nje kwenye giza. Na Yesu akasema hivyo ndivyo itakavyokuwa hata mbinguni kwa wale hawana mavazi. Hebu uliza mwenzako, mavazi yako ni mazuri yako? Ndio mwimbaji mmoja wa Kigamba isipokuwa watu wa Kigamba. Anaimba anasema siku inakuja na hajui atavaa nini. Maana hiyo siku hajui atavaa nini. Maana siku ya Bwana inatisha inakuja. Wale waongo hawana mavazi. Wasengenyaji hawana mavazi. Watu wa ulimwengu hawana mavazi. Na mbinguni Biblia inasema Yesu akasema huyo mtu akamatwe atolewe nje kwenye karamu. Maana hapo ana mavazi. Mudhenani ukite, haini ukite, na yuni mudhenge, niende pe nyumbani, isingeke achao. Haleluya. Neti wesi awaya mwana nivinganywe mbinge, nini wa moyo, Hilingi mandango wa ya sikoko, ili kutila keki, nimete moyo. Indi mena mudena usumama, na nisingeke achao. Mbani anasema, akikiwa sherehe anapata nguo, akikiwa karamu anapata nguo, lakini hipo siku aliyo siku atavaa nini? Bali ile siku ya kutisha na ina shida. Bali sasa haleluya. Yesu akasema huyu mtu akamatwa atupwe nje, maana alikuwa kwenye karamu na hana mavazi. Na kuruhusiwa mtu yeyote kuingia kwenye karamu bila mavazi. Ni kama harusi. Unajua bibi harusi na bwana harusi na wale wako nyuma yake wote wana mavazi ya harusi. Haleluya. Wale Yesu. Amen. Ni nani anataka afunge harusi hapa mara moja?
Sio sana. Ni wewe Mungu akubariki sana. Apokea kwa jina la Yesu. Sasa hiyo harusi, hii kanisa tutaipamba. Sema kupamba. Kupamba. Sema kupamba. Kupamba. Tutaleta mavitambaa zingine za kufungwa hizi kuta zote mpaka kila chuma. Hapa hautaona ukuta na hautaona chuma. Na huku kutatengenezwa kutakuwa vizuri. Ni kwa sababu hiyo siku ni harusi. Lakini kuna harusi moja kubwa mbinguni. Ninauliza, je, mavazi yako yatakuwa namna gani? Maana Biblia inasema hakuna chochote kilicho na kasoro kitaingia mji ule, ni mtakatifu na ni wa Bwana. Pia mwenzako ni mji wa Bwana. Haleluya. Sasa Petro walikuwa wanapita kwenye mlango ambao Biblia inasema it was a beautiful gate. Mlango ambaye haungeingia bila mavazi rasmi au mavazi kwa sababu inaitwa VIP. Na ndio maana nimekuambia bila kuvaa vizuri VIP hauingii. Haleluya. Watu wanakuona tu, wanakuponya. Siku moja nilikuwa tumeenda State House. Nilikuwa na rafiki mmoja tajiri mkubwa. But the guy is very short. Sasa huyo tajiri ni mkubwa. Ule tajiri nafikiri hapa nilifika hapa. Nikakidude tu kamenona. Sasa hakuwa amevaa vizuri. Lakini tajiri mkubwa alikuwa amevaa jacket hapo. Amevaa jacket, yani amevaa tu. Hadi poenda huko State House. Hata tunaingia kule tunapokea wageni tukapita, mimi vizuri, nimevaa vizuri na suti hapo. Sasa tukaingia. Na unajua sasa hata kutembea kwako, ndio maana Boni Mwaitenge anasema hata kutembea kwako wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Haleluya. Hata kutembea kwa mtu unaweza sema wewe ni mtu wa aina gani. Unaenda kijito, unaenda. Ukija kwa kanisani unaenda kwa unataka. Wewe unaita nani umeenda kanisani kwenu unakaa hivi? Haleluya. Niko naongea na mke wangu asubuhi tunasema people should learn the way they live and relate with their neighbors. Majirani zako, tabia zako, kuongea kwako, dhamiri yako, msaada unaotoa kwa majirani zako ndio utasababisha watu waje wakufuate kanisani. Kama hata huwezi kuwekea mtu chumvi, unaita nani hiyo kanisani? Chumvi, tamono. Inaitwa chumvi. Unaitaka chumvi. Unaitaka chumvi. Huwezi kuwekea mtu chumvi, alafu nataka kuja kanisani kweli. Unakuni kuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama ni ajali na chumvi za watu. Bwana asifiwe. Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tujue tabia zetu kijijini zinahubiri kanisa letu. Kuongea kwetu kunahubiri kanisani kwetu. Petro wakaingia muda wa saa 9 wakomo. Akaisa ule mtu nimekwambia alikuwa na mtindo wa komo. Akawaambia nataka msaada. Biblia inasema nini mama? Nasema na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo mtu alikuwa na kasoro moja. Yeye anapata sadaka za watu, hakuna mahali Biblia inasema na alipopata hiyo sadaka anatoa fungu la 10. Kwa hiyo amekuwa anatoa imani kwa. Anarokota anaondoka neno. Ndio siku zote akabebwa akaletwa hapo, pesa yenye anarokota haisaidii. Maana nini hata sadaka tu. Bwana Yesu asifiwe. Dada Yesu. Amen. Unajua siri moja ya mafanikio ni kutoa, na hasa kutoa fungu la 10. Sehemu ya fungu la 10. Mashida zingine zitaondoka. Haleluya. Juzi niliumwa sana na mkono wangu. I think it was on probably last week but one from last week.
Sasa nikawa nauma mkono wa kabisa, mkono unaumuka. Hivi nikaenda nikachukua mafuta nikaomba na nikasema nitaanointi mkono wangu upone. Ukapona, lakini bado maumivu yakarudi. Yaliporudi nikasikia wazo linaniambia niende hospitali nikapimwe nionekane ni nini. Na nikasema kwa moyo nitaenda tu baadaye. Lakini mwanzo nikaja kanisani. Nilipokuja kanisani nikaomba na nikasema siombi kwa sababu ya maumivu, nitaomba kwa sababu ya kazi. Sikuomba kwa maumivu. Hivyo ndio maumivu yangu alifanya nini? Wala kwa sababu kuna kipindi wakati mwingine hatuhitaji maombi, tunahitaji sadaka zetu zinene wema kwetu. Katika madhabahu. Haleluya. Sasa huyu kiwete aliyezoea kuombaomba akatarajia apewe hela na wale wakamwambia namna gani mama? Mimi nasema mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoangalia kutazamia kupewa, wakamwambia hatuna hela wala dhahabu. Sasa huyo mtu nafikiri kwa mawazo aliwauliza, na mnaenda wapi hapa? Hamna pesa na dhahabu, na hii mlango mnapitia hapa. Na hii mlango ni ya VIP. Maana alizoea kwenye mawazo na akili yake. Kuna kitu tunaita spiritual mindset. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulipokuwa tunasoma kitu inaitwa psychology, tuliona kuna kipindi nilikuwa nafanya kitu inaitwa forensic psychology. Hiyo inafanywa na wale wa CID. CID ndio wanasoma hizo vitu. Ndio wanafanya investigation, wasome akili, wajue unadanganya. Wakati mwingine naonaga tu mtu amenidanganya kwa sababu mimi ni mchungaji na nyamaza tu na kusema ni wachana naye. Maana sasa nikimwambia kweli sitapoteza kondoo. Nasitaki nipoteze. Kwa hivyo nitakwenda nimenyamaza. Haleluya. Bwana tunajua wachungaji. Haleluya. Bwana Yesu. Tunaona maneno. Sema mama. Haleluya. Kabla haleluya. Mama mmoja nilimuuliza ibadani ulikuwa wapi Jumapili? Akasema nilikuwa mgonjwa mchungaji, nilikuwa nimesafiri nimeenda kwetu nyumbani. Kamshana yake akasema ni uongo mami. Sikuenda Malaa. Namwambia bana mama alikuwa mgonjwa. Labda hiyo ilikuwa ndoto. Akarudi nimsaidie ule mama. Basi yao watoto wadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wadanganya. Simamisha mmoja hapo muulize tulikula nini usiku? Tulikula chapati mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na mama yake aliniambia hana pesa, akaenda kununua kuku na chapati wakakula. Sisi wachungaji tunasoma tunaelewa. Sasa huyu mtu akawaza kwa akili zake, psychology. Where are you hitting? Why are you passing him? Because the Bible says that man was crippled. Yaani huyo mtu alizaliwa kiwete, siku zote alizoea maisha ya kuomba. Ndio tukasema hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Na Mungu naomba awatajirishe. Naomba mfanikiwe kwa jina la Yesu. Iwapo kwamba mambo mengine madogo madogo yawache kutusumbua. Mambo mengine si mazuri. Hallelujah. I'm praying that the Lord raise you up. Na mkibarikiwa mwe waaminifu kwenye kazi ya Mungu. Hallelujah. Huyu mtu alikuwa kiwete, akawa tatizo kubwa na akawa kero kwenye ule mlango. Lakini Petro na Yohana wakampa msaada. Wakasema nini? Soma malizie, muda wangu umekwisha, tutaendelea kipindi kingine. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu vyake vikatiwa nguvu. Hivi inasema kwa kutarajia wakamwambia wana hela. Lakini hiyo ikawa labda imemvunja moyo, isipokuwa kuna jambo moja aliyefanya. Hivi inasema akamshika mkono akafanya nini? Hebu rudia mstari. Akamshika mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu
vyake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, akamtambua na ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka kwenye mlango mkuu wa hekalu.